Lembe lundi. Lembe swa. Lembe te. Lembe mia. Ndibalamu. Esimbela. Tumefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Kwa sababu ya kupeana nyumba kwa mzee Peter Nundu. Mresho kwamba tutamjengea nyumba. Tulifanya iko na mabati. Ili aione. Sasa mimi nataka nikifanya mambo kama haya ni mfano kuonyesha serikali kuu kwamba inawezekana, na hii fedha yote ya mabilioni mnasanya kwa ushuru inawezekana kujengea watu wa chini makazi ambayo ni mazuri. Na pia nikitoa mbegu, nikipeana mbegu kwa watu wetu, ni kuambia serikali inawezekana ipatie mkulima mbegu na ipatie pia mbolea, maana uko na pesa nyingi. Ama namna gani watu wetu? Maana mkianza kuambia wakulima weka shilingi 2,500, watu wangapi hapa Mbai anaweza kununua mbolea na shilingi 2,500? Tangu mwaka hii hata mimi najua kuna watu Mbai hapa hata shilingi 1,000 na kana namna gani. Sasa lazima mwananchi ashikwe mkono. Hiyo ndio maana ya kupata uhuru. Kufukuza mzungu. Tulikuwa tunakaa vizuri, mzungu akaleta mambo mengine mingi tu. Tangu mzungu aende sasa, watu wetu wako na matatizo. Tunataka kusaidia mwananchi ajisimamie mwenyewe. Na wenye omundu keme bula ikwanza umuti kiasi anano wa mungona bula ikabana kamani kwanza. Ili baadaye kusema toa ushuru, kui mtu anajiweza. So wala ambao wananipiga mimi, ati niko na foundation, ati nimeleta mbegu, ati nafanya, nyinyi mnapoteza tu wakati. Kwa sababu mimi najua kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba serikali hii isaidia mkulima. Hata kama utauza mahindi yako baada ya kuvuna, uuze shilingi 1,000, utakuwa umepata faida, maana kila kitu serikali imefanyia. Ama namna gani? So mkikuwa wakubwa kule msifiri kwamba kila mtu ni mkubwa. Iko watu wengine wako na njaa hata sasa hivi mimi naongea hivi. Hawajui chakula atatoka wapi. Bandu befe mlabana bali baamina. Habaamina sikile sese na mangalulo moloma na inji wa kawaida wa Asia nana. Maana inji ambaye haonekani mahali popote kwa rada ya serikali. Mimi naongea hiyo lugha na wanajua mwananchi huyo. Hao ndio wengi katika taifa la Kenya. Wakiamua kufuata na tendao jamaa wana nao. Amen. Na mimi nimesema hivi, yale mambo ambayo mimi husema kwamba Mluya anaumia naye, kwamba Mluya ni maskini, Mluya ni mfano tu. Haya matatizo pia inaathiri ndugu zetu kutoka jamii zingine. Na mimi nimekuwa nikisema wakati tunainua maisha ya Mluya, tunainua maisha ya watu wengine. Ama namna gani? Hiyo ndio ujumbe ningependa taifa la Kenya lipate sasa, kwamba kuanzia leo ile maana atembea anaongea maneno ya Mluya, anaongea pia mataifa mambo ya wananchi wengine wa taifa la Kenya. Ambapo na bandu wetu babu kuzito kwa ila angaliza hapo kwa ila ngepi simbota. Ambapo uongozi ndio huo. Uongozi ndio huo. Hatutaki tena watu waifinye wengine kwa sababu ati wameenda kujiexpress kwenda kuongea katika taifa la Kenya hili. Ukiongea tu hata kama ni mambo ya ukweli, ukiongea tu hatuendi jasiri, wanakushika hata wanakuua. Itakuwaje katika taifa la Kenya mtu ambaye amewekwa kwa polisi, kwa seli ya polisi? Utakufaje kwa seli ya polisi? Itawezekanaje ukufe kwa seli ya polisi? Na mimi nataka wale watu ambao wanajiita IPO, Independent Policing Oversight Authority, muondoe uoga katika hii kazi. Mfanye kazi ya wazi. Wale watu ambao waliojwang wajulikane. Mambo ya kwanza kushikashika watu wadogo kwa wame rutawe. Kumasi na bandu mekwe. Wala mla kulisinami. Mwenye amri ambaye alifikisha Ojwang kwa sel. Na Ojwang akakufia kwa sel. Lazima watu wawajibike. Hakuna mtu Kenya hii ambaye ako juu ya sheria. We are all below the law. Sindio? Lazima sheria ambaye inafuata mdogo ifuate pia nani? Mkubwa. Na rais wetu, wacha watoto wetu waongee. Wacha wakazi wa Kenya waongee. Mambo ya kufinya watu kuongea ilikwisha wakati wa Moi na itawahi kurudi. Hata mkiwa watu wangapi, watu wataongea tu. Ama namna gani?
Na nyinyi msiogope kuongea. Ile siku mtawacha kuongea ndio serikali ya kiimla itakuwa imefika katika taifa la Kenya. We must speak. Tumeelewana? Vile mimi wanawaambia hata wakinishika waende wanifunge. Mimi niliwaambia nikipea nao jamani nawaambia ukweli watakuja kunishika. Si niliwaambia? Bandu bego bahandi la banja bako la barriere. Hii maneno mimi naongea iko kama ni mbegu na zika kwenye roho zenu. Au lile? Tembiale mbegu mioyo kenywe. Maana kujikomboa usitegemee mtu mwingine kukomboa. Wewe mwenyewe lazima uanze kujikomboa kwanza. So haijalishi kama natembea yako ama natembea hakuna, mabadiliko Kenya lazima itafanya nini? Lazima itakuja. Na mwisho Ezeburi kwa waamuza kale. Sababu kwa mtawe. Bado kena waniambia hapana, huyu Ruto ni mbaya, enda pole pole atakufanya hivi. Huyu Ruto ni mbaya, afanya hivi. Ruto ni binadamu. Mama namna gani? Hata rais mahali hako anajua yeye ni binadamu. Hata kuna wale ambao wanamdanganya, wanapia sio binadamu, yeye mwenyewe anajua ndani ya roho yake anajua yeye ni binadamu. Amasalam. Sasa lazima tupendane na tuheshimiane tu. Amepewa nafasi kama rais ya Kenya tunamheshimu. Na atapewa nafasi kama gavana wa Trans Nzoia lazima pia fanye nini? Ndio. Mambo ya kutuma askari usiku kwenda kusumbua watu kwa nyumba za watu sio wanapekua nini ndio maana wajana naye tu. Kesho hivi kama namna gani? Ili tukae kwa taifa la Kenya tukijua hapa ni nyumbani na tunapendana. Sisi wote tuweke juhudi pamoja tujenge taifa la Kenya. Ama namna gani watu wetu? Watu wajue wakati wewe kama ni MP unapeleka sadaka shilingi milioni 5 unapatia pastor shilingi milioni 5 sadaka. Kuna watu ndani ya kanisa hawajakula. Na ndipo mnaona mnatoa pesa na wapige makofi. Taifa la Kenya aliweza kujengwa na Harambee. Wengine wameanza kutembea na Harambee, tutasikia DP anatembea na Harambee ndio wanafanya empowerment. Empowerment ya Harambee ni kwisha, tulitoka huko. Ilikuwa ni wakati wa Kenyatta. Umeona? Saa hizi ni mipango inawekwa kwenye bajeti, inawekwa pesa inafikia mwananchi ni structured man. Hapo ikuja hapa mbali utachangia shilingi milioni 10, waambie watagawana hapo, watagawana pesa ngapi? Leta miradi, empower our people. Elimu pia kweli elimu nzuri ambayo inapatia watoto wetu skill. Akitoka chuo anajua kupata ujuzi wakaenda kuishi maisha yake mazuri. Saa hizo wameweka CPC. Sasa hakuna mtu anaongea mambo ya CPC. Maana CPC hujui kama ni punda, hujui kama ni farasi. Hiki nyinyi mnaelewa kweli? Hata waziri wa elimu mwenyewe aelewi mambo ya CPC. Hajui, wanafanya kubahatisha maneno. Na mimi nikiongea hivi hadi wananikujia. Wacha wanikujie kama wanataka wacha nikujie. Lakini ukweli lazima fanya nini? Honorable Minister, hii kitu ya CBC ulikuja mkaipata hapo. Na ile serikali ilikuwa, you don't understand it. Can you just sit down ni vizuri muipige sasa kama ni mbaya mwajane nayo. Wacha ngangana kitu ambayo hamuelewi. And the moment you mess with education, you have messed with the future of our children, you have messed with the future of Kenya. Hakuna laana mbaya kama laana ya kumesi masomo ya watoto wetu. Mtoto maskini ambaye hapa akienda shule anapata matumaini kwamba siku moja ataenda shule, apite mtihani na kuja kuwa gavana wa Trans Nzoia. Ama namna gani? Lakini ndio tukao kwa lidikela. Walipa kwa lidikela ba mbraza boss. Toka nje kulita. Hadi wanapita tu wote. Hii ni elimu gani? Nyama nakubali maneno kweli? Na mimi taongea, you can feel uncomfortable, that's your business. But the truth must be told. Back to told. Onova ndumefe. Watu wangu mimi nataka mkae ngangari. Na mimi niliwaambia kwamba 2027 sehemu hii ya magharibi hakuna kura ya kuchezea tena. Tumesema Mluya atajipeleka kwa meza peke yake. Hatuendi barabara nyingine ya Nyanza au mahali pengine. Sisi wenyewe tunaenda kwa hiyo meza, si ndio? Wala ambao ni marafiki wa Wetangula na Mudavadi na nani ninasema tu pole. Ama namna gani? Akaweka awe. Lakini za bandu wewe. Si mambo yao imekwisha. So wameuza Nzoia. So wameuza Pani Pepa. So wameuza Kitinda. So wameuza Nzoia. So wameuza Mumias. Lakini wamepakishia sisi.
Na mimi niliambia ile muhindi anaitwa Rai, kama elewe historia ni kwamba ile shamba ya Nzoia, kuna watu wetu waliwacha hiyo shamba wakakuja wanaishi hapa Jaricha hapa sehemu. Kuna wengine wanaishi Ututu na Kongoli huko Cherengani. Waliwacha shamba ili factory ikajengwe hapo. Hiyo factory ni yetu, sio serikali. Wajue namna hiyo. Kila decision ambaye inafanywa kuhusu factory lazima tuuzishwe. Yule muhindi aliangusha padi paper, hakuna kitu anafanya kwa padi paper. Alipeleka mambo yote kule Tanzania, amefungua factory ya makaratasi, akafunga hii. Saa hizi yeye anamiliki West Kenya. Atafunga Nzoia, akili yake yote atapeleka West Kenya. Tuko na shamba letu hapa 24,000 acres. Hatutakubali enda ya Mungu. Hata ikikuwa miaka 10, hata miaka mingapi, ile siku utachukua nafasi ya uongozi wa taifa la Kenya, mtu ya kwanza kufukuza atakuwa ni Rai. Akakiona namna hiyo. Anaweza kupiga kifua saa hizi kwa sababu anatetea. Na viongozi wa Bungoma nikiongea mambo ya Nzoia wanakasirika. Hata my brother Lusaka anakasirika na mimi nimeongea mambo ya Nzoia. Anakasirika kwa sababu gani? Wetangula anakasirika kwa sababu gani? Baraza anakasirika kwa sababu gani? Wawacha ukasirika, mimi nasema ukweli, we got a road deal. Hawezi kusema shamba ya Nzoia wanakodesha eka moja kwa shilingi 50,000 kwa miaka 30 kwa eka moja. Kumaanisha kwamba ati kila mwaka eka moja wanakodesha na shilingi 1,600. Hata hapa mbaina wenye kukotea kuli mabandu befwe. Ele fundalo nyola waenda kuli mate kwenye. Hiyo maneno ndio mimi nasema wanakasirika na mimi. Na mimi nimewaambia kama hao ni waangwana. Wale wafanyakazi wa Nzoia wote 13,000 wasifuta hata mmoja. Nasikia wale casuals wamefutwa wote. Wale ambao ni permanent 3,000 nao pia watafutwa. Hao wenzetu viongozi wa Bungoma, can you stand before the media and assure the people of Bungoma ya kwamba wale wafanyikazi wa Nzoia watafutwa kazi? Wanaweza kusema hiyo kweli? Hapa wele biabwe basi lile bekure pando kama umia sana. Watu wetu ambai mutanikubali mimi niongee kwa niaba ya Muluya? Mutanikubali mimi niongee kwa niaba ya mtu ambaye amefinyiliwa chini? Na mimi nikikuwa kule mbele nikiangalia nyuma nitaona watu huko. Mutanishikilia? Wewe mleo kupamvila. Mlandila. Mambo ya mbegu mimi naona peana mbegu. Inawezekana kuna watu walitoka Bungoma pia wakapata mbegu hapa, si ndio? Viongozi wa Bungoma wamekasirika, wanipeleka kwa Senate, ati kwa nini watu wa Bungoma walipata mbegu? Siwapangia watu yao mbegu ama namna gani? Taweza kunipeleka kwa Senate mara 100, lakini hata mwaka ujao watu yangu na waletea mbegu. Alakuma kwa mayo wakaweza ndio banuna bosi matu tunaongeza budget. Tumeelewana? Mtakuwa mnapanga line mimi nawapatia mbegu. Mtu kusema walumu lozino kasa ine wao na mbegu. Uliza sikiza ile swali mimi naulizwa. Omulozo kinyaka ati saa ine bali kasa ine wao na mbegu. Anyo manyira kuandika mwezi. Sasa wenye hujui kuandika hakuna mbegu, si ndio? Unakubali hiyo maneno kweli? Unakubali? Abantu bakurera kumutambo turazoya kulizinanu. Kulizinanu. Bakora. Be kumutambo. Be vitina. Be chimbemba. Hizo hataki ujinga. Ama namna gani? Mimi Mwenyezi Mungu anibariki nilianza kufanya kazi nikiwa miaka 23. Nilikuwa DO. Na nikakuwa DC. Nikakuwa county commissioner. Nikakuwa RC. Naelewana watu yangu? Mimi nikikuja hapa nikiwaambia mkae chini niwapatie chai, najua mmeningojea tu wangu asubuhi mtakula mko na njaa. Na mimi naelewa maana ya njaa ni nini, si ndio? Mtu asiniambie na ndio umetoa wapi pesa, kwani nilikuwa nalipwa mawe? Ama nilikuwa nalipwa pesa? Mimi ile tabu niko nayo kwa mimi sina uchoyo ama namna gani?